Andika kumlilia Mungu, haki zetu zitapikwe na historia zetu za mambo mabaya zibadilike na kufutika. Kwa hiyo nimesikia kuna maombi yanaendelea. Mchungaji, ingiza hii kitu, watu waombe Mungu haki zao ambazo zilimezwa na mapepo, majini, mizimu imemeza haki za mtu, ndoa zimemezwa. Mtu ambaye alikuwa na haki ya kuolewa haolewi, ndoa ambayo ilikuwa na amani, mali imeondoka, uchumi ulikuwa umeinuka, umeshuka, ameanguka, wanalima hawapati. Kumlilia Mungu, haki zetu zilizomezwa zitapikwe. Lakini historia mbaya ambazo zinatokana na maisha yetu, Mungu atusaidie zibadilike na zifutike, tuvae historia mpya. Kama kwenu hawaolewi, kuanzia kwako waanze kuolewa. Halo? Kama kwenu huwa wanachukuliwa kigiza, wewe kataa usichukuliwe. Naongea na mtu hapa. Kama kwenu unasema kwetu si bwana, maisha yetu ni maskini, wewe unasema mimi Mungu kuanzia leo badilisha hii historia ya nyumbani kwetu. Kama kwenu ni walevi, unaambia Mungu badilisha historia ya maisha yangu, mimi sitaki kuwa mlevi. Kama kwenu ni maraya au wana ukahaba, unaambia Mungu ninakulilia, historia ya nyumbani kwetu sihitaji kwenye maisha yangu, naomba ifutike, univike historia mpya. Kama kwenu huwa wanafeli, wakienda mitihani wafaulu, una nafasi ya kumwambia Mungu historia ifutike. Na kama kuna haki yako ilimezwa na mizimu kutokana na mabudu ya familia, hiyo haki yako itapikwa leo katika jina la Yesu Kristo, na itapikwa mahali sahihi, pale ambapo ni kwenye kusudi sahihi. Na hiyo inawezekana, na maandiko yanashauri kila mtu anasema eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Na leo inawezekana mtu anapotoa maelezo yake kwa Mungu, inawezekana akapata haki yake, maana Mungu ni mwenye haki kwa wanaomlilia. Ikawe kwako haki yako. Mungu akutoe kwenye giza, akuweke kwenye nuru ya kweli. Ulikuwa huoni fursa zirudi katika jina la Yesu. Tuliye naye ni mmiliki wa kila kitu. Mwenyewe Biblia inasema kila goti la vitu vya mbinguni na chini vitapiga mbele ya jina la Yesu ambalo liko ndani yako wewe. Haleluya. Kwa hiyo ondoa mashaka saa hii. Dakika hii unapoenda kuomba, asiwepo mtu dakika 5 ananyamaza kimya. Usimame Mungu, ombe mwenyewe Mungu kabla ya kuambia njoo mbele kuombee. Anza mwenyewe kutamka. Unamwambia Mungu ninakusihi. Kwenye tumbo la samaki Yona alisema, alianza kuomba. Anamsihi Mungu, anasema nitaziondoa nadhiri zangu, nitakutolea sadaka zangu za shukrani. Wakati anaomba, maandiko yanasema ndipo Mungu anamkumbuka Yona. Na unaona anaiamuru samaki, anaiambia samaki katapike huyo Yona mahali sahihi. Na mimi ninakuhakikishia, ukaelewa kwamba uko kwenye mahali penye nuru, ukaanza kumwita Yesu ambaye ni mamlaka zaidi ya mamlaka, kuliko mamlaka ile ya giza, ana nguvu kuliko mamlaka za mapepo, ukamwambia wewe ndiye uliyeniokoa, wewe ndiye unayenipenda, hata kama nina kiu ya uovu niondolee leo, hii kiu na historia ya mabaya niondolee leo, tabia zisizofaa niondolee leo, unifanye kuwa chombo chako Bwana. Wakati unamlilia, unamwambia Mungu ni haki yangu mimi kuoa, ni haki yangu kuwa hapo, ni haki yangu kufaulu, ni haki yangu kuwa pale, ni haki yangu, huyu ni mume wangu. Mungu, kila haki yangu iliyomezwa itapikwa. Mmoja aliota amemezwa na nyoka usiku, nyoka nikamwambia mwanangu, usidharau, kwa sababu njia za vifungo vya adui ziko nyingi. Hata njia ya ndoto inaweza kuwa sababu ya vifungo, lakini pia kuna vitendo kupitia vyakula, zawadi unazopewa hizi. Binti mmoja alikuwa amechumbiwa, mwangalie meza kumwambia usiwe na hasira.
Binti mmoja alichumbiwa mchungaji. Alipochumbiwa, wakati wanapeleka mahali nyumbani kwao, wamefika pale nyumbani, anapokea mahali, kulikuwa na shangazi yake yuko pale. Mahali alipoipokea, wakati wanaondoka, shangazi hakupewa hata 100. Shangazi akasema hivi, tutaona kama huyu binti ataolewa. Mmeninyima, tutaona kama binti ataolewa. Shangazi akafanya mambo yake. Sasa mimi nikiwa kwenye semina kama hivi, tunafundisha semina, ilikuwa wiki nzima ile. Siku ya mwisho, siku ya Jumamosi kwa mkia Jumapili, tulikuwa na maombi maalum kuombea watu na vifungo. Wakati tunaomba, naonyesha huyu binti kuna jambo, kuna mtu amemshika anamvuta. Nikanicheni huyo binti. Alipokuja mbele hapa, wakati nanyoosha mkono, akama anazunguka hivi, akaanguka chini. Baadaye mapepo yanaongea, huyu hawezi kuolewa, tutamuonyesha. Na kweli toka nilipotolewa mali imepita miaka 3, kila akipanga ndoa ina hivi. Kuna mwanamke atoa mali na kama miaka 3 yupo hapo, kama hivi wewe ulipotolewa mali kama miaka 3. Kwanza mali ikitolewa unachelewa gani? Mali ikitolewa ni haraka tu, watu wanafanya. Lakini na nikuhakikishie, binti alikuwa anakosa gani hapo? Kuna watu wana mateso, wala kosa sio lao, ni makosa ya wengine, wanateseka wao. Na mimi ndio maana nakueleza, kuna aina nyingi tu za vifungo watu vinawatesa, na sababu niliwaambia kwamba ukiwa kwa Yesu kuna wakati anatamani kurudi. Hii inasababisha vifungo visiishe, lakini akidumu katika utakatifu na uaminifu, vifungo vitaisha. Tusimame. Naomba Mungu